mtazamaji, hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini, PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar, ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Je, wajua Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati ZURA ina utaratibu wa kupokea na kuyashughulikia malalamiko kwa upana na umahiri wa hali ya juu. Je, nani anaweza kuwasilisha lalamiko? Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa shehia husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya shehia hiyo. Utawasilishaje malalamiko? Moja, kuwasilisha katika ofisi za ZURA. Mbili, kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na tatu, kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani. Ziara ya viongozi wa nchi kwenda katika mataifa ya nje zimeendelea kuwa kiashiria kikuu cha maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii katika visiwa vya Zanzibar. Mbali na kuwa sehemu ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya mataifa, ziara hizi hutoa fursa kwa nchi zinazoendelea kama Zanzibar kufungua milango ya ushirikiano wa kimataifa, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia na maarifa. Umuhimu wa jambo hili umejidhihirisha wazi kupitia ziara ya Rais wa awamu ya 8 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, alipoelekea Uingereza kuhudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola wa masuala ya biashara na uwekezaji. Mkutano huo ulilenga katika kuendeleza ajenda ya uchumi wa bluu, ajenda ambayo imepewa kipaumbele na serikali ya Zanzibar kama injini ya kukuza uchumi endelevu unaozingatia rasilimali za bahari. Ziara hiyo ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi haikuwa ziara ya kawaida wala ya matembezi ya kifahari, ila ilikuwa ni hatua ya kimkakati ya kuifungua Zanzibar kimataifa na kuonesha dhamira ya kweli ya serikali katika kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali. Katika kipindi cha ziara hiyo, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alipata fursa ya kukutana na watu mbalimbali akiwemo mcheza filamu maarufu duniani Idris Elba pamoja na wanadiaspora wa Tanzania wanaoishi nchini Uingereza. Mazungumzo na mijadala mbalimbali iliyofanyika yalijikita katika kuzingatia njia za kushirikiana katika kuinua maendeleo Zanzibar. Natoa pongezi kwa umoja wenu huu mliokuwa nao. Kwa kweli jambo lolote ili lifanikiwe linataka umoja. Na mimi leo nimefarijika kuona wana diaspora wa UK na umoja, na nimepata kabla ya mkutano huu kuzungumza na viongozi wa jumuiya mbalimbali. Nimeona jinsi mlivyoshikamana. Hongereni sana. Tunatambua mchango wenu mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu katika maeneo kadhaa. La kwanza ni eneo la kuwa mabalozi wazuri kwa kuisemea nchi yetu. Mnafanya promotion nzuri kwenye upande wa uwekezaji, mnafanya promotion kwenye upande wa utalii, lakini kiujumla
tunazo taarifa kwamba wana diaspora mmekuwa mabalozi wazuri wa nchi yetu. Tunasema asanteni sana kwa hilo. Ni muhimu kutambua kuwa uchumi wa Zanzibar umeonyesha ukuaji wa zaidi ya 7% katika miaka ya hivi karibuni. Ukuaji huu umetokana kwa kiasi kikubwa na uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya uchumi wa bluu na nyinginezo. Kwa msingi huu, ziara hii imekuwa kichocheo kikubwa cha kuimarisha zaidi kasi hiyo ya maendeleo ya Zanzibar. The UK and the EU have been key investment partners in Zanzibar. Over the past 5 years, a total of pledged investment has been nearly $2 billion. In 2023 alone, the EU pledged over 630 million euros of capital investment in Zanzibar. This confirms strong confidence and long-term commitment to Zanzibar. The cornerstone of Zanzibar's economy is the tourism sector. Our tourism arrivals have grown by nearly 100% over the past 5 years. We expect around 1 million tourists this year. We expect to continue being a dominant tourism player over the long term. Zanzibar is recognized as one of the world's most desirable tourism destinations. The archipelago has spectacular natural beauty, pristine environment, endowed with rich marine life and world-class heritage sites, and a climate to match. The centerpiece of economic transformation driving our vision for sustainable development is the blue economy. Tourism, maritime trade and logistics, energy, the fisheries are the 4 pillars driving this strategy. Remember us. Thank you very much. Thank you. Thank Really you. appreciate it. Thank you. Baada ya kukamilika kwa ziara hiyo, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alirejea nyumbani Zanzibar na kufanya mkutano na waandishi wa habari ambapo alieleza kwa kina mafanikio ya ziara hiyo. Akajibu maswali mbalimbali kutoka kwa wanahabari kuhusu matarajio ya ushirikiano uliowekwa na kueleza hatua zinazofuata katika utekelezaji wa ahadi za kuiendeleza Zanzibar kimaendeleo. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano huu wa waandishi wa habari, ikiwa ni sehemu ya kutoa taarifa ya ziara yangu nchini Uingereza. Nilipata mwaliko wa Jumuiya ya Madola kushiriki katika mkutano wa Commonwealth Trade and Investment Summit, yaani mkutano wa biashara na uwekezaji wa Jumuiya ya Madola. Na baada ya kuhudhuria mkutano huo, nikapata nafasi ya kukutana na wawekezaji mbalimbali na hususan katika maeneo ya uchumi wa bluu. Maana mkutano wenyewe ulikuwa una agenda ya masuala ya uchumi wa bluu. Kwa hiyo nilipata fursa ya kukutana na wawekezaji ambao katika maeneo matatu makubwa. La kwanza ni eneo la utalii. Walijitokeza wawekezaji wengi ambao wanataka kuja Zanzibar kuwekeza kwenye sekta ya utalii. Eneo la pili ni uchumi, ni eneo la uvuvi na uzalishaji wa mwani. Pata nafasi ya kukutana na wawekezaji kadhaa ambao walikuwa wana hamu ya kuja Zanzibar kuwekeza katika masuala ya uvuvi, lakini zaidi katika tunasema value chain yote ya zao la mwani. Na eneo la tatu ilikuwa ni wawekezaji au tuseme kampuni tulizozipa kazi ya kutusaidia katika swala la mafuta na gesi, kutafuta data za mafuta na gesi na kuzitangaza duniani ili wawekezaji wakubwa waweze kuja kufanya utafiti katika maeneo yetu ya mafuta na gesi. Sasa tulisaini mikataba kadhaa ya ushirikiano, na mkubwa katika hiyo ulikuwa ni mkataba wa kampuni inaitwa Nutrisan. Hii kampuni ina lengo la kuwekeza katika value chain au mnyororo wa thamani wa zao la mwani. Kuna mkataba ulisainiwa na tunaita chuo kikuu cha Royal Agriculture University, ambao wao watasaidia
swala zima la wakulima wa mwani kupata mbegu bora, kupambana na magonjwa ya mwani, lakini kusaidia kufanya utafiti juu ya zao la mwani. Alafu kampuni ya Nutrisan wao wanataka kufanya kazi ya kuongeza thamani katika zao la mwani. Kwa hiyo wao watakuwa wanunuzi wazuri wa zao hilo, lakini wataongeza thamani hapa hapa Zanzibar katika maeneo kadhaa ambayo tumeingiana nao makubaliano. Alafu na watatu ambao tuliingia nao mkataba au MOU ni makampuni yanayoshughulika na utafutaji wa data za mafuta na gesi, ambao wao tumewapa kazi kupitia ZPRA kutufanyia kazi ya kututafutia hizo data na kuzitangaza duniani ili tuweze kupata makampuni yatakayokuja kufanya utafiti wa mafuta na gesi. Kwa hiyo kwa ufupi, mkutano huu ulikuwa na dhamira ya kutupa fursa ya kukutana na wawekezaji katika eneo zima la uchumi wa bluu. Naitwa Ansef kutokea iBlock TV. Kuna mwigizaji mmoja ambaye ni mkubwa kidogo na yule ni icon kwa utalii hapa visiwani Zanzibar. Sijui katika mazungumzo yenu kipi ambacho mmekizungumza kinachohusu Zanzibar katika uwekezaji katika filamu au na mambo mengine yanamhusu Idris. Naam, ni kweli kwamba nilipata nafasi ya kukutana na mcheza sinema maarufu anaitwa Idris Elba. Huyu bwana tuliwahi kuanza naye mazungumzo siku za nyuma kwamba anataka kuja hapa Zanzibar kuwekeza katika studio za filamu. Na safari hii tulipokuwa London tulipata nafasi ya kukutana naye ili kuona sasa tunaenda vipi mbele katika azma yake hiyo. Alitueleza kwamba yuko tayari, ameshafanya design za jinsi itakavyokuwa hiyo, na yeye anafanya kitu kikubwa zaidi. Sehemu ya uigizaji wa filamu au studio za filamu ni sehemu moja tu ya anachotaka kufanya. Nataka kufanya utalii kwa ujumla, kuwa na hoteli na vitu vingine vya namna hiyo, na sisi tukamwambia kwamba tuko tayari kushirikiana naye mradi tu masharti yetu yafuatwe, ambayo ndio hayo mambo ya sustainability, mambo ya utalii endelevu, lakini vile vile kwa sababu anataka kuanzisha katika eneo ambalo linahusika na masuala ya uhifadhi wa mji mkongwe, lazima zile taratibu za uhifadhi au swala la UNESCO kufuata taratibu zinazotakiwa za UNESCO ni muhimu. Kwa hiyo tumekubaliana naye kwa ujumla kwamba atakapokuwa tayari basi aje huku akijua kwamba kuna taratibu za UNESCO za kufuatwa, lakini vile vile muda ambao wa uwekezaji uwe fupi kwa kadri itakavyowezekana ili tuweze kufanikisha mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo ni kweli tulikutana na bwana Idris Elba, ambalo ni jambo la msingi sana kwa sababu huyu bwana ana ushawishi mkubwa duniani. Akija yeye, maana yake nyuma yake kutakuwa na wengine ambao watakapokuja, na sisi tumefurahi kukutana naye na kuzungumza naye vyema kwamba aweze kuja Zanzibar na kuwekeza ili zaidi ya utalii basi kuwe kuna swala la utamaduni, swala la filamu, swala la culture, na yeye yuko tayari vile vile kusaidia utamaduni wetu, sio wa kwao peke yao lakini na wa kwetu vile vile, ili tuweze kukuza. Naona unazungumzia swala la diaspora. Ndio. Na nilikutana nao na baadhi yao kueleza changamoto nyingi ambazo walikueleza. Kwa ufuatiliaji wangu ulifuatilia ziara, walalamika labda kutaka NIDA, tambulisho kwa Tanzania, wakewe njia rahisi ya kupata mikopo, na hata kutaka bima hii ambayo wakiingia hapa kama inawezekana ondolewe. Kwa ni moja changamoto moja, na pamoja swala la kwamba labda serikali iangalie uwezekano kupatikana uraia pacha. Labda kama changamoto hizo walizungumza serikali yako na imezijibu vipi katika kubaliana na hali hii? Swala lingine nafikiri swala la renewable energy itakuwa mmezungumza nalo katika wawekezaji. Moja tatizo kubwa ambalo tunafesi Zanzibar sasa ni umeme. Mara kwa mara unakatika. Labda swala hili Mheshimiwa Rais analizungumza vipi kwamba kuna uwezekano labda ile tunaita outsourcing kwa ZEC kwamba labda aje mwekezaji kutoka nje ili kuleta mabadiliko ya sekta hii ya umeme.
Na la tatu, Mheshimiwa Rais, uchumi wa bluu. Swala la visiwa liko vipi? Kwa sababu kuna taarifa kwamba baadhi ya waliopewa hawajatekeleza masharti na labda serikali inataka kuchukua visiwa. Labda swala hili la visiwa vilinadiwa huko wakati katika ziara yako. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Nikianza na ile eneo la kwanza la ndugu zetu wa diaspora, ni kweli nilipata nafasi ya kuzungumza na Watanzania waliokuwa kule Uingereza, lakini wapo wa aina mbili wale wa ndugu zetu. Kuna Watanzania ambao bado wana uraia wa Tanzania lakini wako kule wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali, na wako wengine ambao si wa Tanzania tena, kwa maana kwamba sasa hivi wameshakuwa raia wa Uingereza lakini wana asili ya huku kwetu. Kwa hiyo bado tuko pamoja nao katika kufanya nao mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Wote magrupu hayo mawili tulipata nafasi ya kukutana, na kwa kweli walihamasika sana, maana kwa mara ya kwanza naambiwa idadi kubwa kiasi kile walikuja kukutana na kiongozi kutoka Tanzania. Na mimi nilifurahi sana kwamba nimepata fursa ya kuzungumza nao, na ni kweli tulizungumza maeneo kadhaa, lakini moja ambalo ni la muhimu ni kwamba wako tayari kuchangia uchumi au maendeleo ya nchi yetu kwa njia mbalimbali. Wako ambao wako tayari kuchangia kwa fedha zao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa ujuzi wao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa kushawishi, kwa kuwa mabalozi wazuri kwa watu wenye uwezo kuja Tanzania. Na yote niliwaambia ni jambo la msingi, tungependa waendelee kufanya hayo. Sasa katika changamoto walizozieleza kama ulivyosema, wanasema wako baadhi yao kwamba wanapata changamoto ya kupata vitambulisho. Kama mnavyotambua hapa Zanzibar sasa hivi tuna kadi maalumu ya diaspora, na upande wa bara wanawapatia vitambulisho vya NIDA. Sasa changamoto iliyokuwepo ni kwamba NIDA wameweza kuwa wanakwenda kule Uingereza kuwapatia kule, lakini vile vitambulisho vya diaspora wanabidi wao waje huku ili kuvipata. Wakataka tufanye utaratibu wawezi kupata wakiwa kule kama inavyopatikana vitambulisho vya NIDA, jambo ambalo nililipokea na tutalitafutia ufumbuzi. Kwa upande wa bima ya wasafiri, au nianze na hili la mwisho kwamba hoja yao ya uraia pacha. Kama tulivyokubaliana katika serikali, si swala la uraia pacha bali kupewa hadhi maalum. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa hapa Ushirikiano wa Afrika Mashariki hapa Tanzania tayari walishaanza mchakato wa kufanya utaratibu wa kuwapa hadhi maalum diaspora wetu walioko nchi mbalimbali duniani. Na taarifa nilizokuwa nazo na zilizotolewa pale na naibu waziri ambaye nilifuatana naye wa mambo ya nje ni kwamba mchakato ulishamalizika upande wa serikali, umepelekwa bungeni, wanasubiri wakamilishe mchakato wa bungeni ili ipatikane hiyo hadhi maalum. Sasa hiyo hadhi maalum itawapa fursa mbalimbali hapa Tanzania, ikiwemo uwezekano wa wao kuweza kununua ardhi, ikiwemo ili ulilolitaja la bima ya wasafiri. Bima ya wasafiri wakipata hadhi maalum, maana yake wao watakuwa ni kama Watanzania wanaokuja hapa, na walikuwa na changamoto za familia zao, wengine wameoa raia wa nje, kwa hiyo familia zao kutambulika, na wenyewe wakipata hadhi maalum maana yake watatambulika na familia zao. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba niliwaeleza kwamba mchakato wa kuwapatia hiyo hadhi maalum umeshafika pazuri, umepelekwa bungeni sasa kwa ajili ya kupitishwa bungeni na waweze kupata hiyo hadhi, na changamoto nyingi hizi walizozitaja zitaweza kuondoka kutokana na kupatikanaji wa hiyo hadhi maalum. Na swala la umeme, ni kweli kwamba hapa Zanzibar sasa hivi tunapokea umeme wetu wote kutoka Tanzania bara kupitia hii cable ya chini ya bahari, submarine cable. Na ni kweli kwamba sasa hivi tumeanza kuzidiwa na mahitaji yamekuwa makubwa kuliko umeme unaopatikana kutoka bara. Na maana yake ni kwamba lazima kama nchi sasa tuwe tuna vyanzo vipya vya kuzalisha umeme. Na tulizungumza na wawekezaji waje wawekeze katika uzalishaji wa umeme wa jua, uzalishaji wa umeme wa upepo, na uzalishaji wa umeme unaotokana na takataka.
Kwa hiyo takataka zitumike kuzalisha umeme. Tutaongeza uwezo wetu wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia njia hizo. Wakati huo tutatengeneza ile tunayoita power independence, uzalishaji wa umeme ndani ya nchi. Kwa hiyo ni kweli nilikutana na wawekezaji kadhaa, tulizungumza eneo hili, na ni matarajio yetu kwamba watatuunga mkono katika kuzalisha umeme wa ziada ambao unahitajika hapa Zanzibar. Swala la visiwa vidogo nalo tulilizungumza katika upana wa sekta ya utalii. Wako waliotaka kuja kujenga hoteli, wapo wanaotaka kujenga mikahawa, wako wanaotaka kujenga au kuanzisha kampuni za tours. Wote tumewakaribisha na nimewaeleza kwamba tunayo fursa ya visiwa vidogo vidogo, na kwa kujibu swali lako, ni kweli baadhi ya wale tuliowapa mwanzo tulishawapa deadline kwamba itapofika katikati ya mwezi huu wa April, wote ambao hawajaanza basi serikali itavirudisha serikalini ili tuweze kuwatafuta watu wenye uwezo zaidi kuwapatia visiwa. Kwa ujumla, ziara ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi nchini Uingereza imekuwa ni mafanikio makubwa kwa Zanzibar. Kupitia ziara hiyo, Zanzibar imepata nafasi ya kujiweka kwenye ramani ya kimataifa kama eneo lenye fursa kubwa za uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo uchumi wa bluu. Ziara kama hizi ni muhimu kwa maendeleo ya nchi yoyote ile, kutoa fursa kwa viongozi kujifunza, kuwasiliana moja kwa moja na wadau wa kimataifa na kutafuta njia bora za kushirikiana kwa manufaa ya taifa. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii pasi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au pasipoti ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini, PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar, ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Anaweza kuwasilisha lalamiko. Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa shehia husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya shehia hiyo. Utawasilishaji malalamiko: 1. Kuwasilisha katika ofisi za ZURA. 2. Kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na 3. Kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja, kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani.